Kama kuna mtu yabisha nani? Sasa ameenda wapi? Nilipotoka nilimwacha hapa. Mambo yangu ni huu. Nijapishana akiondoka. Sasa hapa itabidi nifuate sheria. Nifuate kile alichoniambia kwamba nimtafute mtaalamu na katatua hili. Ngoja nibadilishe nguo. Vipi, umefika saa ngapi? Umefika kitambo ndugu yangu. Sasa ndio nishaoga. Kubadilisha nguo. Okay. Yeah. Na kisi umebahatika kuonana naye? Sibahatika kuonana naye. Lakini kuna taarifa ambazo nimezipata. Nimeambiwa kuwa kuna mchongo ambao alikuwa anafukuzia. Huyo huenda akaenda. Alihisi labda akiniambia nitamkataza. Hiyo ndio maana umeona akanificha. Amen. Uko maeneo gani? Sijui. Wala sini maana taarifa hizo. Nitakuwa na amani pale ambapo nitaongea na Kista mwenyewe na kuniambia kama yupo salama. Ukaolewa? Sisi nikajua. Lakini wapenzi wake wote nimeona sijamkuta. Wewe na subira, amba atakaa sawa. Okay, sawa. Hello? Dada, mbona nitoka bila taarifa yangu? Dada, lakini umenikosea sana. Upo wapi? Baadaye nitakupigia. Nilikwambia upunguze uoga. Kista atakuwa sehemu salama. Basi sawa. Nipo ndani. Hapo ngoja na mimi niende nikapige story na wanangu kitani. Basi sawa. Okay. Ukisalitiwa taarifa ya
Vipi mwanangu? Kwani kuna mawazo? Kiukweli siko sawa kabisa. Kwa nini? Loveness nimwache tusalini. Kula cha kushangaza narudi leo. Kaambiwa Loveness ametoka. Na kuna barua aliyoiacha. Ametoka? Nani kamtoa? Na barua umeacha ya nini? Ndio, ametoka. Na ametoka mwenyewe. Na ujumbe kwa wangu. Ujumbe gani? Ameandika nisimtafute wala kumpigia simu. Na pia ameniruhusu nioe kama nikitaka. Ndugu yangu, kama kosa moja tu ndio nimefanya kutishia kuondoka, basi jua alikuwa na mpango wa kuishi na wewe. Kuna pesa fulani nilikuwa nampa anazitunza, ila ameondoka nazo. Kwa hiyo sina hata pesa za kupangisha chumba kama nilivyokuambia. Mimi mpenzi wangu ameondoka sikia hiyo. Na ndugu yake kuja kutafuta pia yeye ndio. Au atakuwa kwa pamoja. Kuhusu hilo sijui. Leo ningeona vyema ningekuja kwa kwangu mpaka siku utakapokosa. Sawa. Okay. Yule binti unayesema unampenda, nimekutana naye amefungasha mabegi anakaa vile anaamka. Wewe amini. Nasema Wewe amini ninachokwambia. unamaanisha nini? Ndio. Mungu wangu. Itakuwa ameenda wapi? Huenda atakuwa anaelekea shuleni. Punguza mawazo. Huenda hakuwa fungu lako. Na vuta subira, utapata wa kwako. Yeye rafiki yangu. Humguli kwa kwako. Yaani nimekuja kwako kuja kukuta. Nilikuwa nimesindikiza Mars kwenda shule. Baada ya hapo moja kwa moja nikapita kazini. Sawa rafiki yangu. Ila kwa sasa nahisi maji yamefika shingoni. Naelekea kuzama. Unamaanisha nini kaka? Ndugu yangu. Nyumba hii inazidi kuwa ya moto sana. Vitu vinatokea vya maajabu sana. Mpaka imefika stage ambayo mimi najiona nipo hali na kama tuko mapacha. Sasa ya kushangaa. Manake kwangu unafuata ushauri. Lakini nikupea ushauri unapuuzia. Sasa nitakusaidia. Kwanza nipo radhi kwa ushauri wowote. Hata ikiwezekana unipeleke kwa mtaalamu wako uende kafumbua hili. Kwa sasa niko na wagonjwa na inafanya wahudumie. Labda nikupee direction. Mnashida rafiki yangu. Sawa. Ukishatoka acha mimi nikuache. sawa basi.
Bwana Denki. Asante. Bwana Denki, najua unapitia wakati mgumu kwenye nyumba ile. Nifuate. Ujio wako niliutambua kabla ya kufika hapa, na nitakusaidia. Shukuru sana mtaalamu. Wapo utanisaidia. Nitakupa dawa uende umwagilizie mlangoni na utatoka. Ila hakikisha mtu yoyote asikuone. Mtaalamu, na kuhakikisha kazi nitaifanya usiku wakati kila mtu amelala. Nakupa hili dawa, ila lina masharti yake. Unapotoka hapa usigeuke kuangaliana na usiongee na mtu yoyote njiani mpaka utakapofika mlangoni, ili ukalimwagilizie huko. Sawa. Ukulipe kiasi gani? Hapana, wewe nenda, ila kikubwa zingatia masharti. Asante mtaalamu. Moja mbili kwa. Mtoto, amekuta na nini? Mbona analia? Wewe mtoto, unafanya vitu gani peke yako? Mbona mtoto yupo tena? Dawa. Mtaalamu. Umekosea masharti. Kumbuka kuwa huku paswa kuongea na mtu yoyote njiani mpaka utakapofika nyumbani. Nisamehe mtaalamu. Na kusaidia mara ya mwisho. Maana nina safari ya kuondoka. Nakupa dawa lingine, ila kumbuka masharti ni yale yale, na ukirudi hapa utanikuta tena. Asante.